kwa ajili yake. Amen. Amen. Petro alikuwa amewekwa gerezani, amefungiwa geti 3. Lakini kanisa halikutoka kufanya nini? Kuomba. Mnapoomba, hata kanisa linapoomba, Mungu hutuma malaika akafungue milango ya gereza. Amen. Haleluya. Amen. Ukiangalia kwa Petro, malaika alikuja akamwamsha, akamwambia amka twende. Haleluya. Hata nawe siku ya leo unaweza amua kuomba. Ndipo kiongozi wa ibada alisema tuombeane. Haleluya. Amen. Kanisa linapoombeana kwa ajili ya ndugu ambaye amewekwa gerezani, Mungu hutuma malaika akamfungua. Haleluya. Amen. Kwa hivyo maombi ni kitu muhimu sana katika maisha ya Kristo. Kama vile Yesu Kristo amesema katika Yohana, kama vile amesema katika Luke 4:18 kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, amenituma. Yesu Kristo pia naye anasema leo Roho hiyo ya Bwana yu juu yake. Haleluya. Na leo Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Haleluya. Habari njema ya kufunguliwa kwako. Habari njema ya kuachana na mwovu shetani. Habari njema ya kutiwa hekima na akili za Mungu. Habari njema ya kutafakari. Haleluya. Amen. Unajua Kristo leo nikwambie, kiti chini na kitabu cha Mithali kitakusaidia. Amen. Amen. Itakupa ufahamu. Take your day, soma tu hili. Na utakapokuja kumaliza kitabu cha Mithali, utakuwa umejua siri ya mbinguni ambayo ni Yesu Kristo, ambaye ni nguvu na hekima ya Bwana. Amen. Amen. Kwa hivyo Roho wa Bwana siku ya leo yuko hapa, amenipaka mafuta, amenituma kwenu kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Haleluya. Kuna mtu leo siku ya leo anafaa tubu. Haleluya. Kuna mtu anafaa fanya nini? Atubu. Kuna mtu anafaa sikia neno la Mungu kama vile Ezekiel aliambia atabiria mifupa. Enyi mifupa, sikieni neno la Mungu. Haleluya. Siku ya leo hata mfupa wako ukasikia neno la Mungu. Mahali unaumwa, Mungu akaunganishe. Amen. Yeye ni muumbaji. Anajua ni kiliharibika ndani yako. Ana uwezo wa kujaza ama kutoa kile shetani aliweka. Amen. Kwa hivyo siku ya leo neno la Bwana likakuponye. Maana anasema katika Zaburi 107:20, nitatuma neno langu liwaponye. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo tuinuke kwa miguu yako. Kama wewe ni wa kutubu. Haleluya. Kama wewe ni wa kuambia Mungu, niambie nataka nifanye nini, useme. Lakini zaidi ya yote, muende kwa magoti yenu mkaombe Mungu awatoe katika vifungo. Mimi sijui kifungo chako ni gani. Mimi changu nakijua, lakini chako mimi sikujui. Lakini Yesu Kristo yuko hapa, mwana wa Daudi yuko hapa siku ya leo. Anasema niambie tu. Ni wewe umwambie. Sio mimi nitamwambia kwa niaba yako. Ni wewe mwambie, Baba napitia hili na hili na hili. Wewe unajua gereza ambayo mwovu shetani amekuweka. Mimi sijui hiyo gereza kabisa. Mimi naijua gereza yangu. Lakini wewe mwenyewe unajua mahali mwovu shetani amekuweka. Yesu Kristo alikuja to set the captives free. Alikuja kukuondoa katika gereza. Kwa hivyo praise and worship wanapoenda kuishi, tafakari ndani moyoni. Jiulize ndani ya moyo wako, ni jambo gani hili? Ni nini kinanitenga na Mungu? Jiulize ni kitu gani kinanitenga na Mungu? Kitu gani kinafanya hata nikiomba maombi yangu hayasikiki? Kitu gani kinanitenga na utukufu wa Mungu? Ni wewe unajua. Mimi sijui unapitia nini. Lakini mimi najua mimi napitia nini. Mimi najua kule nilitoka. Hata wewe unajua kule ulitoka. Na kule unaenda, unaweza ukafyeka nyasi ili ukafika utukufu wa Mungu. Na kufyeka nyasi ni kwenda kwa masilamu na kuambia Mungu, mimi napitia na haya na haya. Star Times. Do
sauti yako. Yeye ndio nguvu yako. Yeye unapomtafuta basi anapatikana. Akasema katika maandiko yake matakatifu, akasema nibishie nami nitakufungulia, akasema nitafute kisha utanipata, akasema niite na mimi nitaitika. Ndugu yangu, dada yangu, kwa wapi sasa hivi? Je, umeita sauti ya Bwana? Umeita jina la Bwana? Je, umemjia mlango? Je, umemtafuta maadamu anapopatikana? Kwa maana yeye anataka nguvu. Yeye anasema atakuwa na wewe mahali popote pale. Anasema jinsi vile alivyokuwa na Musa, hivyo ndivyo vile atakapokuwa na wewe. Anasema licha ya yote maovu yote atakayotokea, yote ambayo shetani amepanga katika mipango zake, basi yeye atakuwa pale kukushikilia na atakutia nguvu. Yeye atakutia nguvu mahali ambapo ulipo. Ndugu yangu, dada yangu, mahali ambapo ulipo, jaribu kujitafakari katika nafsi yako, katika moyo wako. Ambia Mungu jambo tu, kwa maana yeye ni mwaminifu. Haijalishi ni shida ngapi ambazo umepitia, haijalishi ni mateso mangapi ambayo umepitia, haijalishi ni mandugu wangapi wamekukataa, haijalishi ni madada wangapi wamekutoroka, haijalishi jamii haikutaki, haijalishi marafiki hawakutaki, haijalishi kila mmoja amekutoroka, lakini Mungu anasema nitatembea pamoja na wewe. Hebu mtazamie tu Mungu. Anasema atakuona, anasema atakuangalia, anasema atakuokoa, anasema angalau mauti imekuandama, angalau maovu yamekuandama, anasema yeye atakuokoa. Unapotafuta roho na kweli, unapotafuta katika moyo wako, unapotafuta katika uwezo wako, basi utaweza kufuata. Leo hii hatujui kama kesho utasimama, hatujui kama kesho utaongea, lakini siku yako ni leo, siku yako ni sasa, wakati wako ni huu. Unapotamka na Mungu, unapoongea na Mungu, kwa hakika Mungu atakusikia. Basi akamwambia pia, akamwambia akamwambie atengeneze nyumba yake, maana kwa hakika atakufa, kwa hakika hataishi tena. Mungu ametuma nabii akamwambia nenda katika nyumba ya Hezekia, mwambie Hezekia jambo, huwa hatakufa, hataweza kuishi tena. Wakatena kile alisikia, atalia kwa uchungu, atalia na machozi. Jamani, atageukia ukuta, atalia na kuomba, ataambia Mungu kumbuka. Jamani, kumbuka Mungu wangu, na kuomba ukurudishe. Wewe unamwambia Mungu nini leo? Wewe unapopiga magoti, wewe unaposimama mbele ya Bwana, unaambia Mungu nini leo? Jamani, ambia Mungu jambo, yeye akapate kusikia, yeye akapate kukuelewa. Maana anasema kasikia sauti yako, anasema utakapomuita basi ataitika. Yeye atasikia sauti yako, iwe sauti ya uovu, iwe sauti ambayo imetoka kwa waganga, iwe sauti ambayo imetoka kwa mlini, yeye atasikia. Yeye ni Baba asiyekuacha, yeye ni Baba ambaye anakupenda, hata uwe usiwa Mungu. Anasema katika kitabu cha Isaya, anasema hata kama dhambi yako ni nyekundu kama nyeupe, kama